Leo hapa ndani kwenye mjengo wa kitajiri tunakutana na mdada mrembo akiwa bize kumkagua mchizi aliyemleta kwenye chumba chake cha kulala. Sasa kipindi anamkagua akawa anamuona kama ni kijana ambaye hajiamini, yani ni kama mwanaume alikosa utulivu wa akili. Sasa mrembo kugundua hilo akaona bora amuulize swali. Ulishawahi kufanya hili? Unasema wewe ni kiziwi? No, of course nimefanya hizo mambo mara kibao tu. Naona. Hebu vua shati. Umesema vua shati lako. Sasa hivi mrembo akabaki kushangazwa. Nini? Sasa mzee baba kuona kama anakosea maelekezo anayopatiwa, ikabidi aanze kuvua shati lake. Na mrembo naye aliposhindwa kumuelewa kabisa mchizi, akachukua simu yake kisha akampigia kiongozi wake mzee baba na kuanza kumlalamikia. Hivi mmenitumia mwanaume wa aina gani? Yupo hapa lakini anachofanya ni kama kuku anataka kutaga. Aibu kama mwali. Mmemtoa wapi huyu? Naomba nitumie bafu lako mara moja. Mrembo akamkata jicho. Hebu nipishe bwana. Kijana amepanda juu, handsome kama wote, mwili wa kuvutia, lakini bidada hakulizika naye kabisa. Sijamuelewa, inabidi unitumie kijana mwingine. Yani bidada anabadili wanaume kama nguo za mtumba. Sasa sababu za yeye kuishi lifestyle kama hii tutaijua tu hapo mbele. Hii movie ni love story, inaitwa Dying of Thirst, yani kifo cha kiu. Hii ni Furaha Recaps TV na mimi naitwa Furaha. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video tunazoposti kwenye hii channel. Sasa picha linaanza, kuna kidume kimelala hapa ndani wakati kumeshapambazuka. Mara akaingia bidada hapa chumbani na moja kwa moja akaenda kumwamsha mchizi. Amka na usepe, muda umekwisha. Mchizi akawa anaamka huku bado ana wengi la usingizi. Kisha bidada akachukua shati lake na kumponda nalo usoni. Wewe ni kiziwi? Nimesema mara ngapi nisikuone hapa asubuhi? Basi mchizi wakati huo akawa anavaa viatu vyake ili aondoke. Lakini ukiutazama uso wake vizuri utaona dalili zote za uchovu. Inaonekana alikuwa na shughuli nzito sana usiku wa kuamkia leo. Unanipoteza muda wangu, una sekunde 10 tu. Basi mchizi akachukua shati lake akafungua mlango na kuondoka hapa chumbani. Sekunde chache tu baada ya mwamba kuondoka, bidada akamiona simu aliyosahau mchizi. Fasta kuliko upesi akaichukua ili ampelekee. Wakati huo mchizi akaanashuka zake ngazi taratibu. Mara na huyu bi mkubwa naye akaanaingizana hapa sebuleni. Sasa bidada huko juu akaanakuja huo akimwambia mchizi kwa sauti kubwa kwamba amesahau simu yake. Alipofika tu hapa akakutana hana kwa ana na huyu bi mkubwa. Sasa alipomwona tu bi mkubwa akameishiwa pozi na kwa aibu akashuka kisha akampa mchizi simu yake akasepa. Sasa huyu mrembo anaitwa Sugar na huyu ni anti yake anaitwa Kate. Yani leo shangazi kamfuma mtoto wa kaka yake akitoa kidume chumbani. Basi wakaketi na kuanza kuzungumza. Hebu tizama ni jinsi gani unavyoharibu maisha yako. Kila siku mwanaume mpya. Yani siku 7 wanaume 7. Wakati anti Kate akiongea maneno, yeye Sugar yupo kimya, anatabasamu huku akimsikilizia tu. Hivi unafahamu hata idadi yao? Nina uhakika haukumbuki hilo. Sugar, hebu achana na mambo ya kuchanganya wanaume. Tafuta kijana anaeleweka kisha kaa chini, tulia. Kwa nini unaongea kama ni kitu chepesi? Sio rahisi hivyo. Sasa kipi rahisi? Kurukia mwanaume mmoja baada ya mwingine? Sasa ngoja nikupe story kidogo kuhusu hii familia. Sugar baba yake alishafariki na alikuwa ni tajiri kinoma. Na kwa kuwa Sugar alikuwa ni mtoto pekee kwenye hii familia, mali, pesa na kila kitu alichoacha mzee wake vyote alipaswa kuvilisi yeye. Lakini kwenye wosia wa ulisi alioandika baba yake, aliweka shati kwamba ataweza kuwa mlisi pale tu atakapokuwa kwenye ndoa, yani akiwa ameolewa. Na yote hayo yafanyike chini ya shangazi yake. Kwa hiyo tiketi pekee alionayo ya kumiliki na kulisi mali za mzee wake kwa 100% ni huyu shangazi yake ya tiketi. Sasa huku upande wa pili tunakutana na hawa wazee wa kupiga nyoka, nikimaanisha wazee wa madili au majobless. Wao hawana kazi maalum ya kufanya, yani popote wakisikia pesa ilipo na wao unawakuta huko. Wazee wa Mission Town hawa. Sasa huyu mwamba hapa anaitwa Bobo na huyu mshikaji wake hapa anaitwa Felix. Ni marafiki walioshibana sana. Felix yeye alisomea uandishi wa vitabu na rafiki yake Bobu huwa anafanya udalali tu wa kutafuta wanaume na kisha kumpatia ajenti wake ambaye anawapeleka kwenda kununuliwa na mishangazi. Sasa siku hii ya leo Felix akanamwelezea Bobu kwamba kuna shindano la uandishi wa vitabu limetangazwa online na mshindi wa hilo shindano atazawadiwa kiasi cha naira milioni 20. Yani kiwango cha pesa ambacho kingeweza kubadilisha kabisa maisha yao. Basi wakawa wanapeana idea na kubadilishana mawazo kuhusu Felix aandike kuhusu kitu gani. Sasa siku iliyofuata wakakutana tena, lakini leo Felix akawa amepata wazo kuhusu kitu cha kuandika ambacho kitawafanya majaji wakifurahie ili washinde milioni zao 20 kwa wepesi tu. Wazo lenyewe alokuja nalo
lao ni kwamba atawafanyia interview wanawake au mishangazi wanaonunua wanaume kwa pesa. Yani Felix anabidi atafute mshangazi wa kuminterview ili apate stori zao. Basi rafiki yake Bobu aliposikia lile wazo akaonyesha kila dalili ya kuliunga mkono kwa 100%. Upande huu wa pili, saa za jioni, Sugar akawa amerudi kutoka ofisini kwake. Chapu mno akafika hapa chumbani na break yake ya kwanza kabisa akampandia hewani agenti wake na akanaweka oda ya mwanaume wa kulala naye siku hiyo. Ushafahamu kwa nini nimekupigia? Bila shaka nahitaji mmoja wa vijana wako kesho jioni saa 3 usiku mapema, unajua ninachopendelea. Basi agenti wake akamjibu kwamba atafanya kama anavyotaka, yani hatomwangusha mteja wake. Mdada mrembo sana, ana pesa zake, lakini hataki kuolewa, ila kufanya booking ya wanaume ndio vitu vyake hivi. Sasa tunatupoka kina Felix na rafiki yake Bobu. Kumbuka kwamba Bobu ni dalali anayewaunganisha vijana wa kiume na maagent, mwishowe wanawapeleka kwa mishangazi. Sasa hapa unapomuona tayari kuna simu imeingia inayomtaka tafute kijana atakayetoa burudani kwa mishangazi. Cha kushangaza ni kwamba Bobu akaamua kumshawishi rafiki yake Felix kwamba akapiga hiyo show, kwani pesa wanazolipwa sio za mchezo mtu wangu. Lakini Felix akawa nakataa kata akisema kwamba hawezi kushusha utu wake eti kisa tu ya uhitaji wa pesa walionao. Bobu hakukata tamaa, akaendelea tu kumshawishi Felix mpaka akaingia kwenye 18. Sasa kesho yake mida ya saa 3 usiku Felix akawa amewahi mapema tu hapa ndani kwenye mjengo wake Sugar. Akawa anashangaa tu vitu vya samani vilivyokuwepo hapa sebuleni. Mara ghafla akakutwa na Sugar. Sijagusa chochote. Naitwa Spencer, bila shaka wewe ndo Sugar. Unaongea sana. Ni cheki gorofani ukishamaliza. Chumba cha kwanza mkono wa kulia. Yani huku anabadili mpaka na majina. Ndio maana Felix aliamua aitwe Spencer. Basi mzee baba akawa ametia timu hapa chumbani kwake Sugar. Sasa Felix ni mgeni kwenye haya mambo. Yani ndio mara yake ya kwanza kununuliwa. Tupige story au tuanze moja kwa moja? Sugar anamsikilizia tu. Nimekuja na kinga kama auto. Sogea kwa pale. Felix ikabidi asogee. Kisha Sugar akanyanyuka na kuanza kumkagua mzee baba. Hebu sogea tena. Felix anatii tu, lakini akawa anakosa kabisa utulivu. Ulishawahi kufanya hiki? Bila shaka, nimefanya hivi mara kibao tu. Naona. Vua shati lako. Unasema vua shati lako. Yani sasa hivi? What? Yani Felix alimchanganya vibaya mno Sugar. Akachukua simu yake na kumpandia agenti akimlaumu kwa kumletea kijana anayeonyesha dalili zote za aibu. Lakini cha ajabu, agenti wake akamjibu kwamba hana budi kuendelea naye Felix kwa kuwa hakuna kijana wa kuja kuchukua nafasi yake Felix kwa wakati huo. Basi akamuita Felix na akaanza kumpa maelekezo. Hebu vua nguo upande kitandani. Kufanya nini? Kwa sababu mchele. Unafikiri nini kimekuleta hapa? Felix anamsikilizia tu. Maswali gani ya kipuuzi unaoniuliza? Umekuja kuniburudisha, kwa hiyo ingia mzigoni. Sasa hata kabla hajamalizia maelekezo yake, akasikia sauti ya Auntie Kate ikimuita huko nje. Fasta kuliko upesi. Akamsukuma Felix na kwenda kumficha huku bafuni. Mzee baba akalalamika tu huko bafuni ya kwamba hajafanyiwa kitendo cha kiungwana. Auntie Kate alipokuwa anafika hapa na Sugar naye akawa anatoka huko ndani speed. Ndio auntie, si nimekuita? Ndio, nilikuwa nipo bafuni. Nilikuwa naanza kuoga kipindi ulipokuwa unaniita. Auntie Kate akamkata jicho la mashaka. Yaani amwamini kabisa. Sipo na mwanaume yeyote, niko peke yangu. Vipi? Unataka ujionee? Auntie Kate ametulia akimsikilizia tu. Sasa baada ya kumalizana kipengele cha auntie yake, Sugar akaenda kumfungulia Felix huko bafuni alipokuwa amemfungia. Alipofunguliwa tu mlango, akatoka amekasirika kishenzi. Akawa mgombeza Sugar kwa maneno makali. Kwani hiyo ni nani? Na ni kwa nini umenifungia bafuni? Sasa Sugar akawa anamshangaa tu Felix. Yaani haya mambo ya kugombezwa na kukalipiwa sio vitu vyake kabisa. Kwa nini unanikalipia? Naelewa nimekuja kukupa burudani, lakini kitendo cha kunifungia bafuni, usiongee na mimi kwa ukali namna hiyo. Nitaongea na wewe vyote ninavyojisikia. Felix na Sugar alipandishana sauti vibaya mno. Mwishowe Sugar akamwambia mzee baba achape hapa. Unanipandisha sauti kwenye nyumba yangu. Sasa ili Sugar amekwenda huko bafuni, akakutana na pochi yake Felix ikiwa imesauliwa maeneo haya. Basi akaifungua na kucheki ndani. Yani pochi ya mzee baba haina hata noti mbovu. Akaishia kusonya tu na kisha kuondoka nayo. Sasa kesho yake mida ya mchana tunamuona Felix akiwa anaingia hapa sebuleni kwake na Sugar. Ni wazi kabisa amerudia wallet yake aliyoisahau. Nimejia wallet yangu, nilipiga picha nikajua tu niliacha hapa ndani. Basi Sugar akamtazama kisha akampatia wallet yake. Sasa ile Felix anataka kutoka hapa ndani, Sugar akamwambia amuombe msamaha kwa kumtolea maneno makali walipokutana mara ya mwisho. Yani unataka nikuombe msamaha kwa kunifungia bafuni kwako? Unao ndugu na marafiki, huwa wanaongea na wewe? Usinikalipie tafadhali, sijamaliza kuongea. Ikabidi awe mpole tu. Unajua yani
hainisumbui. Kama wewe ungekuwa ni mwanamke peke yako ulibaki hapa duniani, basi ningeenjoy sana kubakia single. Wakati huo Sugar anamtazama tu Felix. Kwa hiyo acha kundembulia kwa sababu wewe sio mrembo kama unavyodhania. Kisha akamsogelea na kumwambia kwamba wewe sio type yangu. Kakabaki kanajichekesha tu. Mzee baba akafungua zake mlango na kuondoka hapa ndani. Sasa huku ndani baada ya Felix kuondoka, yale maneno alimwambia Sugar akaanza kuisumbua akili yake. Akaenda kwenye dressing table yake akanajitazama huku akiyakumbuka maneno Felix aliyomwambia kwamba hana urembo wowote. Huyu kijana mpuuzi, mwenda wazimu, mlala hoi, ananizungumzia mimi. Ujasiri huo. Lakini sikulaumu wewe, mimi ndo nimekosea. Simlaumu huyo kijana, huyo mlala hoi, huyo panyarodi. Sasa Sugar anaongea haya yote kwa kuwa kiburi chake cha kujiona yeye ni mwanamke mrembo anayevutia kimeharibiwa na Felix. Tena isitoshe kusema kwamba Sugar hajawahi kukutana na mwanaume aliyewahi kumpandishia kibesi kama alivyofanya mzee baba Felix. Yani wanaume wote aliyewahi kukutana nao huwa wanamtii tu kwa lolote lile atakaloamua kulisema. Kwa hiyo Felix ni kama ameacha kidonda kwenye roho yake Sugar. Sasa kesho yake washikaji wakawa wametulia hapa nyumbani huku wakipiga stories hapa na pale jinsi mambo yao yanavyokwenda. Mara ghafla wakasikia mtu anagonga mlango. Yeye Bobu ndo akaamka kwenda kufungua. Cha ajabu wakakutana na Sugar. Basi Bobu akamkaribisha ndani. Ile Felix kumwona Sugar akawaka kishenzi, akisisitiza aondoke hapa ndani na aombe msamaha kwa aliyoyafanya. Lakini Bobu akamtuliza Felix pale na nini, akimtaka amsikize Sugar na jambo gani la kusema. Alichowaambia Sugar ni kwamba anamtaka Felix aende kuishi nyumbani kwake. Yaani atamkodi kwa siku zote 30. Na hiyo inamaanisha atamlipa kiasi kikubwa cha pesa, yaani naira milioni 5. Sasa umaskini si ndio utakuwa unaondoka kwa staili hiyo? Basi baada ya Sugar kuondoka, wazee wa kazi wakaanza kupiga hesabu zao. Yaani ukisikia Mungu akupe nini, ndio hii hapa sasa. Hivi unaelewa maelekezo ninayokupa? Ni kwamba hizi siku 30 nilizokupa zitumie vizuri kupata taarifa. Mfanyie interview, tunakabidhi kitabu chetu, tunavuta mpunga. Wakati huo Felix anashusha tu pumzi. Yaani bado hajaamini kabisa yanayomtokea. Sasa hivi tunatazamana na pesa macho kwa macho. Upande huu milioni 5 na upande huu milioni 20. Ukijumlisha kwa pamoja ni milioni 25 hizo. Yaani ukizishika mikononi, shida zote zinakwisha. Basi mzee baba akamekubali. Sasa siku ya kwanza Felix na Sugar wote wakawa wapo wametulia kitandani. Lakini cha ajabu ni kwamba Sugar leo yupo busy tu na simu yake, anachati tu muda wote. Felix akaona ngoja niuvunje tu ukimya. Basi akamsogelea Sugar na kutaka kumpiga busu. Sugar akamzuia na kumwambia kwamba hana mudi kabisa tendo la ndoa siku ya leo. Mbona sielewi, hii ndio kazi ulioniitia? Kakamkata jicho. Najua hilo lakini sipo kwenye mudi, labda tutajaribu tu baadaye. Hebu nipishe. Yaani nikupishe? Ndio, nataka kupumzika. Basi mzee Felix akabeba simu yake akatoka hapa chumbani. Baada ya Felix kuondoka, Sugar akaamka zake. Kumbe kalikuwa akana usingizi wala nini. Utanyenyekea tu, mpuuzi mmoja wewe. Sasa kumbe Sugar anafanya haya yote kulipa kisasi cha siku ile ambayo Felix alimtolea uvivu na kumwambia yeye sio mwanamke mrembo anayevutia kama alivyojizania. Sasa siku iliyofuata akaja na chupa ya mafuta laini. Kisha akamwambia Felix kwamba inabidi amfanyie massage. Yaani Sugar akawa anamtesa Felix kisaikolojia na kihisia bila Felix mwenyewe kujua nini kinachoendelea. Mzee baba akawa mtu wa stress tu, mawazo kama yote, anampatia service binti mrembo sana kama Sugar, lakini hakuna chochote anachoambulia kitandani. Sasa siku kadhaa mbele, kuna huyu msimamizi wa kampuni zao na Sugar aitwaye Mr. Frankie. Akawa ameleta nyaraka za mikataba ili Sugar aweze kuzisaini. Lakini Mr. Frankie akawa anamharakisha Sugar azisaini zile nyaraka haraka. Ni barua ya kuidhinisha mradi mpya. Unaweza kusaini tu mara moja tukamaliza mchezo. Dondosha saini yako tu kwa hapo. Sasa ile Sugar anataka kumwaga wino, mara Felix akamfuata na kumwomba dakika moja ya dharura ili waongelee pembeni. Sugar kama kubali. Nipe sekunde moja tu. Unaweza saini ukaendelea mambo yako tu. Sugar naye akamwambia kwamba amsubirie. Sasa huku Felix akamwambia Sugar kwamba ajitendee haki kusaini mkataba pasipo kuusoma kwanza. Hivyo basi akamshauri Sugar azipeleke hizo nyaraka kwa mwanasheria wake kwanza zikapitiwe. Wakati huo Mr. Frank hapa sebleni ana wasiwasi kichizi. Anaona dakika moja kama mwaka. Basi Sugar akaona lile ni wazo zuri. Basi akarudi na kumjibu Mr. Frank kwamba atabaki nazo zile nyaraka zikapitiwe upya. Basi kwa shingo upande Mr. Frank akana mwaga Sugar kisha akaondoka hapa ndani. Sasa kesho yake mzee Felix akiwa anatoka bafuni akafuatwa na Sugar, na beki ya kwanza Sugar akamueleza kwamba ushauri wake aliompatia kuzituma nyaraka kwa mwanasheria wake umezaa matunda, kwani imegundulika Mr. Frank alikuwa anaiibia kampuni. Kwa hiyo ushauri wake umeokoa mamilioni ya pesa ambayo kampuni yake ingeenda kupoteza. Basi Sugar akana mshukuru mzee Felix na nini, lakini cha ajabu Sugar akamwomba msamaha Felix. Yani kwa mara ya kwanza Sugar akafungua kinywa
kinywa chake, akaweka kiburi chake pembeni na kumtamkia Felix ya kwamba anaomba asamehewe. Hata mzee baba hakuamini masikio yake, akanamwambia arudie mara kadhaa jinsi anavyomwomba msamaha. Yaani roho yake Felix ikawa imesuhuzika vibaya mno. Sasa kesho yake Sugar akaanza kufuatilia zake vipindi vya televisheni vinavyohusu familia. Mara akaingia Felix, na katika maongezeo hapa na pale kuhusiana na kile kipindi, Sugar akapata wazo na akanamshirikisha Felix. Sugar akasema inabidi wafunge ndoa feki, na lengo la hiyo ndoa feki ni kumshawishi shangazi yake, yani Auntie Kate, aamini kwamba yupo kwenye ndoa na ameolewa, ili ulisi wa mali kutoka kwa baba yake aupate kuumiliki kwa 100%. Mzee Felix hakuamini kirahisi tu, akanamshangaa Sugar huko akimdadisi kuhusiana na hiyo plani yake. Lakini Sugar akamsitiza mzee baba kwamba ndoa itakuwa ni ndoa feki ya mwaka mmoja tu, na baada ya hapo kila mtu atapita na njia yake. Lakini Sugar akamhakikishia Felix kwamba wataingia mkataba, na mwisho wa siku mzee Felix na yeye atapokea fungu lake, yani atalipwa mamilioni ya pesa. Sasa siku chache baadaye, Auntie Kate akiwa anawasha TV hapa sebleni, ghafla akaona vijana wakizishuka ngazi. Asante kipenzi, umesema kuna kitu cha kunionyesha, nilitaka nikutambulishe kwa mchumba wangu. Habari yako madam, nimefurahi kukufahamu. Auntie Kate anawashangaa tu, amenitolea posa kishika uchumba, na nimesema ndio. Basi kakaamua kumuonyesha kabisa na pete ya uchumba. Sasa issue ya pete ya uchumba ikamshtua Auntie Kate mpaka kaisi remote ya TV alikuwa ameshika inamuongezea uzito tu, akairudisha pale chini. Hatimaye naolewa. Hey! Basi Auntie Kate hakuwa na kipengele chochote. Sasa siku chache baadaye wakawa wamepata wasaa kukaa na kupiga story wote kwa pamoja, huku Felix na Sugar wakiendelea kumuigizia tu Auntie Kate. Na baada ya Felix kuachia nafasi mtu na auntie yake, basi Auntie Kate akabaki akiendelea kumsifia tu Felix ya kwamba ni kijana smart sana na anayejielewa. Auntie Kate akasema kwamba inabidi aanze kuandaa mikakati na utaratibu wa harusi yao. Yaani Auntie Kate alifurahi kishenzi mpaka Sugar akawa anashangaa tabasamu la auntie yake, maana ni kitambo sana hajamuona kitabasamu mbele yake. Lakini cha ajabu, kwa kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, ndivyo ambavyo upendo kati ya Felix na Sugar ukazidi kuongezeka. Mara wakute jikoni wakipiga story, mara wakute wakicheza karata kwa pamoja, kutekenyana ndio usiseme, simu za usiku wa manane, na wakati mwingine Sugar akawa anakosa kabisa usingizi mpaka pale tu atakapopigwa mabusu na mzee Felix. Hey, yani zile hisia za chuki na visasi vilivyokuwa navyo mwanzo vikawa vimemezwa na upendo uliokuwa unaota mizizi. Sasa siku kadhaa mbele, Felix akawa amerudi kutoka kwa mshikaji wake wa damu, yani Bobu. Sasa ile ameingia tu hapa ndani akakutana na bonge la surprise. Kamwagiwa maua ya upendo ya kumkaribisha. Mtoto mwenyewe kajiremba kishenzi. Hey, mbao nashangaa sana. Nimependa nikuandalie msosi wa jioni. Au hakuna aliyewahi kukusurprise namna hii? Mzee baba anashusha pumzi tu. Basi Sugar akafungua champagne, akammiminia kinywaji, wakagonga cheers, kisha akamkaribisha mezani. Kamwandalia msosi wa hadhi ya nyota 5. Msosi mzuri sana. Alafu akamtoa mezani na kumleta kuchumbani. Akapewa tripu kadhaa za mabusu, kisha kakamsukumia kitandani. Basi kichofuata ni mchezo wa nasaka mke wangu tu. Sasa kulipopambazuka asubuhi, ikaibuka story mpya mjini. Wewe ndio ulisema kwamba mimi sio mrembo, mimi sio type yako. Leo umekula maneno yako. Ulinichanganya, ulikuwa mkorofi sana. Lengo langu lilikuwa ni kukurekebisha tu. Kwa hiyo mimi ni type yako sasa. Felix akamjibu kwamba hiyo kauli yake inafanania na ukweli, kwa maana yupo naye leo kitandani. Kwa hiyo mtego aliokuwa ameutega Sugar juu ya mzee baba Felix ukawa umefanikiwa kwa 100%. Lakini katikati ya haya maongezi, Felix akaanza kumuuliza Sugar maswali ambayo yangemsaidia kupata taarifa katika uandishi wa kitabu chake. Wewe ni mrembo sana, una urembo wa kumpata mwanamume yote yule unayemtaka. Sasa ni kwa nini bado unanua wanaume? Naweza kusema sina bahati na mapenzi. Wengi wao wataniongopea, watapiga pesa zangu wapite hivi. Sasa Sugar akaana mfungukia Felix kila kitu. Hey, bila kujua kwamba maswali yote anayoyajibu hapa yanachukuliwa kama interview itakayotumika kukamilisha kitabu chake mzee baba Felix atakachokipeleka kwenye mashindano yanayokwenda kuanza siku chache zijazo. Haikuchukua muda mrefu Sugar kama ipitiwa na usingizi. Basi mzee baba chapo mno akaamka kutoka kitandani na akaanza kuandika kwenye laptop yake taarifa zote alizokuwa amepewa na Sugar. Sasa tukumbuke kwamba hizi taarifa anazorekodi ni taarifa binafsi mno. Yaani ni mambo private. Hizi ni siri binafsi za maisha yake Sugar. Yaani siri zingine alizopewa zikawa zinasema kwamba Sugar na wanawake wengine wenye pesa zao ukodisha wanaume kulingana na kiwango chao cha pesa waliopo. Yaani kuna kiwango cha gold, silver mpaka kiwango cha VIP. Sasa kiwango cha VIP ndio kiwango kikubwa kuliko vyote. Na hiki ndio Sugar yupo. Kwa hiyo kiwango cha VIP kinawafanya wapate wanaume wa kukata na shoka. Hey, lakini tukumbuke kwamba mpaka siri zote zinatolewa ni kwa sababu Sugar tayari alikuwa ameanza kumpenda na kumwamini mno mzee baba Felix. Sasa siku iliyofuata Felix akamwonyesha Bob zile taarifa za interview aliyoipata kwa Sugar. Mchizi alifurahi kishenzi. Sana najua mkeka umetiki. Akana mpongeza tu mzee Felix kwa kazi nzuri aliyoifanya. Bro, wewe ni genius mzee. Hii story inaenda kumshangaza kila mtu atakayeshiriki kwenye mashindano. Majaji, wadhamini, kamati yote watashangazwa na hii kazi yetu nakwambia. Wakati huo mzee Felix yeye anaonekana mtu wa mawazo tu. Vipi kama atagundua? Kwa hiyo utaenda kumwambia au binti mwenyewe sio msomaji wa vitabu. Wewe usiwaze, kila kitu kitaenda vizuri. Wewe nenda kaete kinywaji. Leta kinywaji tu wake, achana na maswala wanawake wajinga wasiojielewa. Nikulete kinywaji.
Felix akatikisa kichwa tu. Sasa usiku ulipoingia wakiwa kitandani, Sugar akaanza kumfungukia Felix hisia alizonazo juu yake. Akawa anafunguka kwamba anampenda na nini, mabusu kama yote. Muda huo Felix anatafakari tu ni jinsi gani amefikia kiwango hiki cha kupendana namna hii. Sasa asubuhi yake kulipokucha, Felix akumkuta Sugar kitandani, ila akawa amemwachaka ujumbe kanakosema kwamba kuna pahala amekwenda, so asiwaze wala nini, kwani atarudi muda si mrefu. Mzee Felix akakaangalia kale ka ujumbe, akavuta pumzi ndefu, yani anatabasamu tu. Sasa ile kuvuta kumbukumbu vizuri, akakumbuka kwamba siku hii ya leo ndio siku ya kukabidhi story ya ile interview aliyoiandika. Fasta kwa upesi akampandea hewani mzee Bobu, lakini wapi, simu inaita tu bila kupokelewa. Akaamua tu amwachie voice note na akawa anamwambia kwamba aache kukabidhi ile story mpaka waonane kwanza. Sasa huko upande wa pili, kumbe Sugar ametia timu kwenye geto la mzee Bobu. Basi akana mwelezea lengo lake la kufika pale na nini. Sugar akasema anataka amfanyie surprise mzee baba Felix, na surprise yenyewe ni kumnunulia gari kali ya kifahari. Kwa hiyo akana muomba ushauri Bobu ni gari gani nzuri ambayo mzee Felix ataipenda, yani gari ya ndoto zake. Lakini punde wakasikia mtu anagonga mlango, wakajua tu huyu atakuwa ni mzee Felix ametia timu maeneo haya. Sasa Sugar hakutaka kabisa mzee Felix ajue sababu iliyomleta hapa, kwa hiyo akamwomba Bobu amfiche hapa ndani. Chapo mno kuliko upesi, akamsogeza Sugar kwenye kona ya nyumba iliyokuwepo hapa sebuleni. Sasa baada tu ya Felix kufunguliwa mlango, akaingia hapa ndani akiwa wa moto vibaya mno. Umekapa simu yako? Ina maana unaona simu zangu? Nimeahirisha kukabidhi kitabu. Sitaki tena. Sugar amekiri kwamba ananipenda na hili linanifanya nijihisi mwenye hatia. Sipaswi kutumia story yake pasipo ruhusa yake mwenyewe. Sasa kumbuka kwamba Sugar yupo amebana tu hapa sebuleni. Kwa hiyo anasikia kila kitu ambacho wauni wanazungumza. Najua shindano lina pesa nyingi, tunashiki tu mashindano mengine, lakini sio kwa hii story yake. Wakati mzee Bobu anatumia ishara kama zote kumzuia Felix aache kumaga mchele kwenye kuku wengi, lakini wapi. Mshikaji akana funguka kwa spidi kama chitani iliyowekewa oili mpya. Nani yupo ndani? Mara Sugar akatokea. Story ipi hiyo? Mashindano yapi hayo? Pesa zipi hizo? Unazungumzia kitu gani? Wauni wakawa wanajingatangata tu. Funguka! Felix akasema yeye sio mmoja wapo wa vijana wanaofanya kazi za kununuliwa na wanawake wenye pesa, bali yeye ni mwandishi wa vitabu tu. Kwa hiyo kumbe ndio maana ulikuwa unaniuliza maswali yote hayo. Felix akajibu shindano hilo lingempatia heshima kubwa sana kwenye karia yake ya uandishi wa vitabu. Kwa hiyo mmenitumia. Wazee wanakuna vichwa tu. Kwa hiyo kumbe na nyinyi mlipanga kunisurprise. Mmeona kabisa mimi ni mradi. Felix, kumbe hivyo ndivyo unavyoniona. Felix akasema kwamba anaomba asamehewe. Lakini Sugar akamjibu kwamba yeye ndo anapaswa kulaumiwa kwa kumfanya Felix awe mtu wa karibu zaidi maishani mwake, na akasisitiza kwamba huu ndo mwanzo na mwisho wa kila kitu alichowahi kukifanya kwa pamoja. Baada ya kusema hayo, akaanza kuondoka. Kwa hiyo akafika nyumbani amechoka roho mpaka mwili. Sugar alinuna kishenzi, yani tayari mambo yalikuwa yanamwenda vizuri kwa kupata kijana anayemzimikia. Lakini ndio hivyo sasa, waone wanajua kuuliza watoto wa watu nyie. Acheni tu. Sasa huku upande wa pili, majobless wetu wazao kupiga nyoka, wakawa wanalaumiana tu. Felix akasema rafiki yake Bobu amezingua kinoma kwa kumshauri amtumie Sugar kama story ya kuandika kwenye kitabu chao. Huko akamwambia kwamba nafasi yake pekee ya bahati aliyopewa na Sugar haitojirudia. Mzee Bobu naye hakukaa kinyonge, aliwaka kishenzi akimkumbusha Felix kwamba mpango wao ulikuwa ni wa kibiashara na wala sio issue za mapenzi zilizoanzisha na Sugar. Sasa mida ya usiku wakajaribu kumtafuta Sugar, lakini wapi, sana wakakuta wameshakula block. Basi Bobu akamshauri Felix na nini pale, mwisho akamwambia kwamba itabidi amwibukie Sugar kama eneo ofisini kwake. Kwa hiyo kesho yake akana msubiria kwenye eneo ambalo huwa anapaki gari yake. Basi mzee Felix akajitetea tu pale akiomba samehewe, lakini mwisho Sugar akawa amemkataa. Kwa hiyo maisha akawa amegeuka juu chini ndani ya muda mfupi sana, lakini hakukata tamaa. Kesho yake tena mzee Felix akaibuka maeneo nyumbani kwao na Sugar, akaomba msamaha kuliko maelezo naambiwa, lakini wapi, Sugar akamfungia kioo cha gari na kusepa. Alimanusura apite na mguu wake. Sasa siku kadhaa mbele, mida usiku, Auntie Kate akamkuta Sugar ana homa ya kutosha. Sugar akamwambia kwamba amekuwa katika hiyo hali kwa muda sasa. Katikati ya maongezi yao, Auntie Kate akasema ni kitambo tangu ameonana na Felix na inabidi Sugar awe karibu na Felix, kwani ni kijana smart mwenye uwezo wa kuishi naye Sugar tofauti na mapungufu yake alionayo. Kwa hiyo Auntie Kate akawa amemshauri Sugar arudiane na mzee Felix. Sasa siku kadhaa mbele, mzee Bobu akanamwimbia wimbo happy birthday mshikaji wake Felix. Leo ni siku yake maalum ya kuzaliwa, lakini mzee Felix hana furaha kabisa. Mshikaji likali namsumbua pale na nini ili akae kwenye mudi nzuri, lakini wapi. Kwa hiyo likakaa chini pale likaanza kumshauri. Hivyo unajiona unavyofanana? Sasa kama mapenzi yanaweza kukufanya uwe mnyonge namna hii, sijawahi fahamu kama kuna upendo wa namna hii. Mara simu ikaita. Mzee Bobu akaokota na akapokea maelekezo kwamba kuna ujumbe waliotumiwa kwa barua pepe unaowataka waweze kuthibitisha muamala wa naira milioni 20 wazowekewa kwenye akaunti yao. Kumbe historia wale kabisa kwenye mashindano imechaguliwa kama story bora katika lile shindano. Kwa hiyo kitita cha naira milioni 20 kimeshawekwa kwenye akaunti yao. Mchiza alifurahi kishenzi unaambiwa. Basi
akawa anamuonyesha Felix message ya muamala na nini pale. Sasa cha ajabu mzee Felix yeye anaitikia tu okay. Mzee, hiki ndio tulikuwa tunakipambania usiku na mchana, alafu unatoa majibu mepesi tu. Okay. Hivi hujui kwamba hii ni milioni 20? Felix akamjibu kwamba hana mudi ya kusherekea, akabeba kisimu chake akaenda chumbani. Sasa punde tu hivi Bob akasikia mtu anagonga mlango. Kwenda kufungua akakuta ni Sugar, kwa hiyo akamkaribisha ndani na nini huku akijishtukia. Mara ghafla na Felix akaja hapa sebeni. Haikuchukua raundi, Sugar na Felix wakapeana kumbato la moto. Mzee Bob yeye anamshukuru tu Mungu huku akicheka kishenzi. Sasa jua mikeka yote imetiki. Naona alikuwa ameweka both teams to score. Wajanja mtakuwa mmenielewa hapo. Mzee Baba Felix akamwambia Sugar kwamba anajutia kitendo alichokifanya na nini, na pia akamwambia kwamba ameshinda shindano lenyewe. Akaendelea mbele na kumwambia zile naira milioni 20 alizoshinda watazitoa kwa wenye mahitaji maalum kwa kuwa anajihisi ni mwenye makosa makubwa. Lakini mwishowe Sugar akamwambia asiwaze na pia amemsamehe, kwa hiyo wagawane tu pesa yao na rafiki yake Bob. Ujumbe tunaoupata kwenye hii movie ni kwamba kuna hali kwenye maisha inaweza kukusukuma ufanye vitu usivyovipenda, na mwishowe vikaondoa kabisa heshima na utu tulionao. Japo lengo lenyewe la kufanya hivyo lilikuwa lengo jema tu. Kwa hiyo changamoto zote tunazozipitia maishani ni vyema tukafikiri mara mbili kama maamuzi yetu yatatupelekea kupata mwisho mwema tunaoutaka. Na hii ndio tamati ya hii movie, inaitwa Dying of Thirst, yani kufa kwa kiu. Hii ni movie nzuri sana, nimekuwekea link ya full movie hapo chini, unaweza kwenda kuitazama. Pia dondosha comment yako kuhusu hii recap. Umeonaje hii kazi? Hii ni Furaha Recaps TV na mimi naitwa Furaha. Naomba tukutane kwenye video inayofuata tafadhali. Salute.